الله الحمد لله رب العالمين الذي قسم الحظوظ والملكات والأرزاق على بني آدم بمقادير مختلفة وأشكال متباينة حتى يستقيم أمر الحياة الدنيا على هيئة التي هي عليها. فقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أثنى على عباده المؤمنين الصادقين بالحب والإخاء. فقال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من أمراض القلوب التي تأكل الحسنات. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر المسلمين، لازم ترجيش شكرانك والله تبارك وتعالى بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. kwa neema nyingi ambazo kwamba hatuwezi kuzihesabu wala kuzidhibiti. Vile vile nausia nafsi yangu na kuzihusieni nafsi zenu kwa kujitahidi kushikamana na yale yote aliyotuamrisha Allah tabaraka wa taala na kujitahidi kuyeepuka na yale yote aliyotuharamishia na kutukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara almuslimin, hakuna kitu kikubwa katika huu ulimwengu kama watu kusofisha mioyo yao. Yatosha hadithi moja tu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam akituambia kwamba inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yatosha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatazami chochote katika mwili wako isipokuwa anachokitazama na kukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala ni moyo wako. Ndio ulama wanatuambia, ahlul ilmu wanatuambia hivi, yani haupati hisia yoyote kwamba waambiwa ndiyo sehemu pekee anayoiangalia Allah, kisha Allah akiangalia aone ndani yake kuna hasad, kuna bughdha ndani yake, kuna hiqdi, kuna kila katika ile amradhul qulub yako katika moyo wako. Wallahi ni hasara kubwa sana Muislamu tukiwa tutaishi katika maisha kama haya. Unwani ya khutba yetu ya leo biidhnillah bimashiatillah, tutaeleza ni sababu gani zinazosababisha watu kuhusudiana. Kwa sababu hasad, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya kwamba imeenea kwenu nyinyi maradhi ambayo yaliyokuwa kabla yenu, yani uliokuwa umetangulia ama zilizokuwa zimetangulia kabla ya ummati Muhammad. Ina maana walikuwa ni watu wakihusudiana sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yameenea kwenu nyinyi maradhi ambayo yaliyokuwa kabla yenu nyinyi, nayo ni jambo ambalo kwamba ni lenye kunyoa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema si lenye kunyoa nyele, bali ni lenye kumaliza dini, bali ndio dhambi la kwanza aliloasiwa Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu alivyomuumba Nabii Allah Adam na akawapatia habari malaika kabla, wa idha nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, nitakapompuliza Adam roho msujudieni. Alipopulizwa roho na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakumbusha tena malaika wamsujudie, isipokuwa Iblis peke yake, yeye ndio alikataa. Nini kilichomfanya akatae? Ni hasad peke yake. Alisema nini? Ana khairun minhu, itakuwaje mimi ni bora kumliko yeye? Itakuwaje kabila fulani aniongoze mimi?
itakuwaje rangi fulani wawe juu yetu? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, mutakapoishi akhiru zaman, kutakuwa na firaq na ikhtilafat baina ya umma. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia kwamba shikamaneni na kiongozi, wa in tawalla abdun habashiyun, hata ikiwa atakuja kuwatawala nyinyi Waarabu watu weupe, ni mtu ambaye kwamba atakayekuwa ni abdun, asili yake ni mtumwa, kisha habashi ama abdun habashi ni mtu ambaye kwamba ni mweusi, hata kama atawatawala. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kuwaonesha kwamba itafika wakati watakaokuwa ni watawala, watakaokuwa ni viongozi, ni wale watu ambao kama tulikuwa tunaona duni. Kwa hivyo Mtume anasema hata ikifikia wakati huo, wewe usitoke chini ya toa ya nani? Ya kiongozi wako. Kwa hivyo maashara almuslimin, hasad ni katika maradhi makubwa, ni katika mitihani mikubwa tulioonjwa nayo. Kila moja anao namna ambayo kwamba anamhusudu, na kila moja anao namna ambayo kwamba anayehusudiwa kwa sababu ya kile ambacho kwamba alicho nacho. Kwa hivyo inshallah taala tutaangalia ni mambo gani haswa yanayompelekea ule hasidi akawa ni hasidi, na kabla ya hapo tutaangalia ni nini maana ya hasad kama ulama rahimahumullah walivyoeleza. Wanasema alhasad, maana ya hasad huwa tamanni zawali ni'matin anil ghairi. Maana ya hasad ni kutamani neema imuondokee mwingine. Fulani mathalan ana cheo, fulani mathalan ana mamlaka, fulani mathalan ana sauti, ukatamani kwamba asiwezi tena kusikika tena, ukatamani asiwe. Subhanallah, ni kitu kibaya sana. Ukisoma tarehe kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika mji wa Madina, walikaa wale Waarabu walikuwa pale, Ausi na Khazraj, ndio kwamba makabila mashuhuri. Kulikuwa na makabila mengine ya Waarabu, lakini makabila makubwa kama vile Maka kulikuwa na Makureshi, huku Madina kulikuwa na Ausi na Khazraj. Wakakaa wakasema, hatutoweza kukaa katika mji kama huu bila ya kuwa na kiongozi. Ni nani atakayekuwa kiongozi? Wakakaa wakaangalia, bado Mtume sallallahu alaihi wasallam hajagura. Wakaona kwamba huyu Abdullah ibn Ubay bin Salul, huyu atatufaa kwa hikma yake, kwa maarifa yake, kwa utu uzima wake. Wakaamua yeye ndiye atakayekuwa nani? Ni kiongozi. Kabla hajatawalishwa rasmi, ndio tarehe inavyotueleza, ndio baadaye yakaja yale yaliyokuja mpaka tarehe leo inamjua kwamba ndio na raisul munafiqun. Yeye ndiyo kiongozi, ndiyo kichwa wa wanafiki wote, yeye alikuwa ndiye kiongozi wake. Lakini angalia sababu ni nini? Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Madina, Makureshi wale waliokuwa pale wenyeji wakasema, ni kweli bwana, tulikuwa tumekuchagua kama mtu mzima uwe ndio mzee wa mji, lakini tuna huyu bwana, huyu ni maasum. Tunajua kwamba mitume alayhi salatu wasalam ni maasumina, wamehifadhiwa. Huyu mtu yaletewa wahi, huyu mtu ndiye ametuletea dini, huyu ametutoa kadha na kadha. Kwa hivyo sidhani kwamba kutakuwa na mtu bora zaidi kwa kiongozi zaidi ya nani? Zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu bwana akakaa akaona kwamba nimekosa uongozi, nimekosa kuwa mkubwa. Alisababisha ni nani? Ni huyu. Nini atakachokifanya baada kuwa amekosa ile mamlaka? Akubaliane nao? La, hakukubaliana. Akaanza kumpinga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka mwisho. Allah tabaraka wa taala anasajil maneno yake katika Qur'an, anasema yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa lirasuli wa lilmu'min. Nini ilimpelekea haya yote? Ni sababu ya hasad. Kwa nini huyu mtu wakuja, kama lugha zetu tunavyosema, ilikuwa na maneno akisema, anasema mlishe mbwa wako kisha akuume wewe. Ilikuwa na maneno mabaya sana huyu Abdullah ibn Ubay bin Salul kuhusu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni nini yote aliyofanya? Ni kwa nini yeye ndio amekuwa kiongozi lakini si mimi. Kwa hivyo maashara almuslimin, ulama wanatuambia maana ya hasad ni kutamani neema aliyokuwa nayo ndugu yako imuondokee. Na Allah tabaraka taala ameeleza hasad katika Qur'ani, wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Wa yakadu alladhina kafaru, imekurubia wale ambao kwamba waliokufuru. Wa yakadu alladhina kafaru,
la yaquluna wa yakadu alladhina kafaru la yuslikunaka bi absarihim, lau wangelikuwa wana uwezo kukuangamiza kwa macho yao wangelikuangamilia mbali. Na nini walichofanya wamhusudu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwamba kama mufassiruna wanasema hapa ni Mayahudi, ni kwa sababu kwa nini huyu ndio amekuwa ni mtume. Hata ukisoma, tumesoma tarehe ndogo kabisa katika Khulasa Nurul Yaqin, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka, alipofika Busra pale akapambana na ule rahi, alimwambia nini? Alimwambia mrudishe, alimwambia ammi yake mrudishe huyo, akienda kule atafanya nini? Atauliwa. Kwa nini? Kwa sababu Mayahudi wao wanajua kwamba Muhammad au mtume wa mwisho atakuwa katika nani? Katika Mayahudi. Kwa hivyo lao akienda basi kuna madhara makubwa atampata. Wewe rudi na yeye tu. Ni nini? Hasad peke yake. Kwa nini awe ni kabila fulani? Kwa nini awe ni rangi fulani? Kwa hivyo ulama wanatuambia maana ya hasad ni kutamani neema imuondokee ndugu yako alionayo. Kama vile Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema huwa bughdhu ni'matillahi 'ala al-ma'sud wa tamanni zawaliha. Anasema ni yule hasidi kutamani ile neema aliyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyempatia, yule aliyempatia huyo hasidi akatamani kwamba ile neema ifanye nini? Iondoke. Na masahaba radhiallahu anhu walikuwa na maneno mazuri wakisema la tu'addu ni'amillah, msizifanyie uadui neema za Allah. Wakamwambia ni vipi mwanadamu anaweza kufanyia uadui neema ya Allah? Anasema ni pale atakapomhusudu yule ambaye kwamba aliyopatiwa neema, kwa sababu yule aliyopatiwa neema amepatiwa neema na nani? Ikiwa mtu labda mathalan akisimama mahali watu wote wanamsikiliza, alitia taufiki ya wale watu kuweza kumsikiliza ni nani? Ni Allah. Ikiwa mtu akiingia pahala kila mmoja amesimama kwa sababu ya taadhima na heshima, aliyefanya hivyo ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ukimchukia yule humchukii yule, wewe unapigana. Kwa nini? Ni kama unamwambia Mungu, kwa nini umpe huyu? Kwa hivyo maashara almuslimin, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akiwa anatuambia lau kungelikuwa kuna kitu ambacho kinachoweza kuregesha kadari ya Allah, Allah amepanga hivi, kisha kama kuna kitu kina uwezo wa kuregesha, basi jicho lingeliregesha kadari ya Allah. Ndio maana Mtume akasema al-ainu haqqun, jicho, yani jicho likikupata atafadhali urogwe, kwa sababu tushawaona watu ambao kwamba walifanywa hasad kupitia jicho, wanaona vile wanapoteseka katika maisha yao, watasomewa, watafanywa, lakini watapita katika maisha ambayo kwamba ni maisha ya dhiki sana. Kwa hivyo maashara muslimin, hasad iko ikiwa Allah tabaraka wa taala amemwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min sharri hasidin idha hasad, najilinde na shari ya hasidi atakapohusudu. Hasad iko katika Qur'ani, hasad iko imethubutu katika hadithi. Na kama ulama walipogawanya, akiwemo al-Imam al-Ghazali rahimahullah katika Ihya Ulumuddin alipogawanya hasad, akasema kwamba hasad iko kwa namna tatu, ama iko aina tatu hasad ambapo kwamba ni maarufu, tushaieleza mara nyingi sana. Anasema kwamba aina ya kwanza ya hasad ni kutamani ile neema alionayo ndugu yako imuondokee kisha uipate wewe ile neema. Mathalan yeye ana nafasi fulani, mathalan yeye ana cheo fulani, na nyote labda wewe pia ulikitamani cheo kama kile, ukatamani siku ya siku kwamba ile neema au ile nafasi au pale pahala aondoke ili wewe upate. Hii ni aina ya kwanza ya hasad, na ulama wanasema ni afadhali hii ni kidogo, kwa sababu umetamani iondoke ije kwako. Na kuna aina ya pili, anasema kwamba wewe utamani neema aliyokuwa nayo fulani imuondokee, lakini na wewe hauna haja nayo. Watamani tu fulani afutwe kazi, lakini leo tukikwambia wewe uko tayari kuingia hapa, wala sina haja na wazimu mimi niingie katika kazi hiyo. Kwa nini basi? Mimi natamani tu aharibikiwe na kutembea na kumtilia fitina na kumuharibia. Lau utapatia ile nafasi, hauwezi kukaa kwa sababu hukusoma, kwa sababu huna ujuzi wa kupelekesha jambo kama lile, lakini utamani tu fulani aondokee. Wanasema hii ni katika aina ya pili ya hasad ambayo kwamba ni mbaya zaidi. Na wanasema aina ya tatu ya hasad ni kuudhika kwa neema, au ni kutamani wewe na yeye muwe sawa sawa, yani sikushinde kwamba ile alichonacho na wewe utamani upate kile kile. Wanasema ni afadhali
hata baada ulama wanasema hii haingii katika hasad, inaingia wa fi dhalika falyatanafasi mutanafisun, na mimi nitafanya bidii nipate gari kama hili. Bali kiko kigawanyo cha 4 ambapo kwa ulama wanasema ni kutamani fulani, yani si kutamani aondokewe na ile neema, lakini ukawa ni mtu ambaye kwamba unayeudhika kwa nini fulani, lakini hutamani afuto kazi, hutamani aharibikie, hutamani aendelee na maisha yake yale yale, lakini kila ukimuona wewe wasikia kuumia, kwa nini aniko vile. Lakini leo tuambie bana tumfuta, lakini mbona mchukia? Basi tu mimi naona moyo wangu humpendi tu. Kwa nini umpende? Wewe ni hasidi basi. Naendelee na maisha yake, aninufaishi la yusmin wala yughni min ju'. Lakini kila ukimuona akiwa katika neema kama ile, wewe unafanya nini? Unaumia. Vigawanyo vyote hizi aina 3 ama aina 4 ambapo kwamba ulama wametueleza ni haramu kwa Muislamu, na ikiwa ndiyo sehemu ambapo kwamba Allah tabaraka wa taala anapotazama katika moyo wako, basi jitahidi sana kujiepusha na maradhi ya hasad. Wewe kubaliana tu na neema, kubaliana na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe hukupata nafasi kama ile, ni mwenzako alopata, wewe ridhika, wala usiwe ni mtu ambaye kwamba utakayekuwa ni mwenye kumhusudu. Sababu zinazosababisha watu kuhusudiana, ulama wameeleza sababu nyingi, tutazieleza zile tutakazoafikiwa. Miongoni mwa sababu, maashara almuslimin, na jitazame wewe mwenyewe na usisahau kitu kimoja, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yosema wanadamu wote bila istithna, Allah tabaraka wa taala alivyowaumba, amewaumba ni watu ambao kwamba wana hasad, binadamu wote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yule mwerevu huificha ile hasadi yake. Sidhani kama kuna mtu hukubali ama ufurahia kuna mwingine amemkalia juu yeye amekaa chini. Yuko? Ni ngumu sana ile kiubinadamu, kiukweli, kwamba kila mtu, hata mimi niliwaajiriwa, natamani siku moja nitoke katika kuajiriwa na mimi nimekalia juu mwingine sawa na yule ambaye kwamba na mimi nitakapokuwa nimemwajiri na yule mwingine naye pia atatamani naye atoke. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu alivyowaumba wanadamu, binadamu wote wana hasad. Lakini akasema hapa kuna watu wa aina mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yule mpumbavu, yule nani? Mtume akamuita hivyo, yule mpumbavu huionyesha ile hasadi yake. Kwa nini umenishinda? Kwa nini ni wewe? Kwa nini kila kitu ni wewe? Kwa nini kila mara unatoa fikra ni wewe? Mimi sikubaliani na wewe. Nini? Kwa nini kubaliana? Sikubaliani tu na wewe. Kwa nini kila mara ni wewe tu? Kwa nini lazima usikizwe wewe tu? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yule mwerevu, mwekevu, sawa, yule mtu mjanja, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu hasadi yake hufanya nini? Huificha, akaziwilia mpaka baadaye akaweza kupambana nayo na hasadi kama hiyo. Kwa hivyo usisahau kwamba haya ndio maumbile yetu sisi, kufanya nini? Kuhusudiana. Lakini sasa wewe ukielewa kwamba ni jambo baya, utajiliziwilia na utachana nalo, na ikiwa utaelewa kwamba si jambo baya, utaendelea kuhusudu. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba yanayopelekea watu kuhusudiana ni albughdhu. Yule ambaye kwamba anayekuhusudu mara nyingine anaweza akakuhusudu, hakuna chochote ulichomfanyia, hakuna ubaya wowote, wala hakuna madhara yoyote kwa ile neema wewe ambayo kwamba ulionayo. Kwa nini akuhusudu? Kwa sababu ya kuchukia. Basi mimi simpendi, wala sipendi chake chochote, wala siwezi kuunga lake lolote. Wali'iyadhu billahi min dhalika. Mtu zikawa duka lako liko hapa, wewe ni Muislamu, akalipita kabisa akaenda kwa duka lingine ambaye kwamba ni mtu ambaye kwamba ni ghairu muslim, ambaye kwamba akikupa wewe, akitiania kwamba nampa ni Muislamu mwenzangu, unanunua kwa sababu atafuta riziki ya halali asaidie familia yake, Allah anakulipa ajira mara mbili ya kununua na kwa kuwa umemfanya nini? Umemsaidia Muislamu mwenzako. Lakini wallahi atakupita, haezi. Ndugu yangu mbona pita? Kwani lazima ninunue kwako? Pesa si zangu. Sawa, kwa hiyo si zangu pesa, lakini hapa kile unachokununua kule bei ni moja tu. Kwa nini usinunue kwangu? Basi tu ameingiwa na chuki katika moyo wake, akakuchukia, basi hawezi rudi nyuma kwa msimamo wake, hata elezwe vipi, hata aambiwe vipi. Mtu kama huyu inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo sawa, tupapatiwa nafasi katika sheria ya Kiislamu kuwachukia watu na kuwabura watu, lakini angalia zile sababu wewe unazomchukia yule ndizo zile za Kiislamu zilizotupatia nafasi ya kumchukia. Mathalan, ikiwa mtu ni asi, umemweleza, umemnasihi,
hataki kusikia, unaruhusiwa kumgura, unaruhusiwa kumkata. Lakini huyu hana chochote, mtu khamsu salawat, mtu hana mambo mengi, mtu ana shughuli zake, lakini wewe umemchukia tu hivi hivi. Hii ni moja katika sababu ambazo kwamba inayosababisha watu kuhusudiana, kama Allah tabaraka wa taala anaposema am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, ambapo kwamba an-nas kama mufassirina wanasema hapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Am yahsuduna an-nas, wanamhusudu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima ataahu Allah, kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyompatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya utume, na kwamba yeye ndiyo mwenye kusema na kusikika. Kwa hivyo Mayahudi wanaona kwa nini ni Muhammad, kisha wanawachukia maswahaba. Kwa nini wao ndio ni Waislamu? Kwa nini wao ndio watu wenye kusema? Kwa nini? Kwa hivyo maashara muslimin, Mayahudi hakuna sababu yoyote. Subhanallah, angalia yule bwana mmoja alimwambia Mtume Muhammad, ama alikuwa akisema ukweli wa Bani Mudhar, akisudia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni wenye kuchukiza kwangu mimi kuliko urongo wa Musailamatul kadhab. Shetani, Mtume akimuita shetani ule ya mama, anasema urongo wake, anajua kwamba ni mrongo, anasema urongo wake na anajua kabisa ni mrongo, ni wenye kupendekeza kwangu mimi kuliko ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Najua ni mkweli, bas hasad, yani chukua nini wewe ni Muhammad, kwa nini mtume asiwe ni kutoka katika kabila letu? Kwa hivyo maashara almuslimin, hii ni moja katika sababu ambazo zinazosababisha sisi kuchukiana. Vile vile ulama wanasema ni al-kibru wal-ujbu, mtu kiwa na kiburi, na ni katika maradhi mabaya sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr, hawezi ingia peponi. Ambapo kwamba sisi ahlus sunna wal jamaa tunaamini kwamba mtu aliyetamka shahada hawezi kuwa ni mukhallad fi nar, hawezi kukaa motoni milele, lakini ni kama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yakupatia guarantee, lau utakufa na katika moyo wako kuna mithqal, kama ulama wanaposema mithqal ni kitu ambacho kwamba hakionekani kwa jicho la kawaida, kama vile mtu ambaye kwamba anaenda kupimwa malaria, TB, kuna mashini zinatumika, si ndio? Kwa hivyo ulama wanasema mithqal ni kitu ambacho kwamba lau kwa jicho la kawaida mtu akiangalia hivi hawezi kuona, lakini Mtume anasema akiwa nacho mtu kitu kama hicho mithqal dharrati min al-kibr, mfano kitu kidogo kabisa ambapo kwamba jicho la kawaida halioni, ya kibri akiwa ndani ya moyo wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawezi ingia peponi. Ina maana si kwamba hawezi kuingia peponi kwamba hatoingia kabisa, ni kwamba atakapokufa ni lazima ingie motoni mwanzo, asafishe kisha baadaye. Kisha pia ina maana ya kwamba kuna watu ambao kwamba watakaopata msamaha siku ya kiyama, si ndio? Kuna watu siku ya kiyama watakaopata msamaha katika uwanja wa mahshar, lakini kuna baadhi ya watu hawawezi kupata msamaha, kama aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yanzuru Allahu ilayhim wala yukallimuhum wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Kuna watu wa aina tatu ambao kwamba Allah siku ya kiyama hatazungumza nao, Allah hatoangalia, Allah hawezi kuwasamehe hata kwa namna yote itakavyokuwa, hawezi kuwasamehe ikiwa hawakutubia hapa duniani. Akamtaja Sheikh Zani, mtu mzima ushapita 40, wewe zinifu, wani vichochoroni wapigana kumba na vijana wanaoinukia. Sasa wewe kaenda huku na yeye yoenda huko. Wewe ukiwa utakaa na tabia hiyo na hautotubia, siku ya kiyama tikiti yako moja kwa moja ni kuingia wapi? Ndani ya moto. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal ailul mustakbir, kuna ule msemo tunapenda kusema maskini jeuri. Maskini jeuri masikio yake ni wapi? Ni motoni. Ikiwa atakufa bila kutubia, huyo siku ya kiyama wa malikun kadhab, na kiongozi ambaye kwamba ni mrongo, toa ahadi za urongo tu kila mara. Kwa hivyo maashara muslimin, kuna watu ambao kwamba siku ya kiyama hawawezi hata kwa bahati mbaya kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala, isipokuwa watapata msamaha baada ya kuingia wapi? Baada ya kuingia wapi? Motoni. Watakapotiwa motoni, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka shafaa, wataipata shafaa ya Mtume, lakini baada ya kuwa ndani ya, na kuna watu watakaopata shafaa kabla ya kuingia katika nini? Katika moto wa jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Yeyote mwenye kusikia adhan kisha akamswalia Mtume mara moja sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atamswalia mara 10. Kisha
akasoma ile dua, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalati alqaima ati sayyidina Muhammad alwasila. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatafsiri nini maana wasila, akasema hiya darajata fil janna, hiyo ni daraja ambayo kwamba iko ndani ya janna, na ndio daraja ya kubwa kabisa ambayo kwamba iko ndani ya janna. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kwamba hakuna daraja hiyo, hakuwekewa mtu yoyote isipokuwa ni mtu mmoja tu peke yake, wa abghi an akuna ana huwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anatarajia sana huenda hiyo daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya nini, ameniwekea mimi. Yoyote Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yoyote atakayesoma hii dua kila baada ya adhan akaniombea mimi wasila, halat lahu shafaati yawm alqiyama, ni lazima, imekuwa ni wajibu kwangu mimi Muhammad kumtetea siku ya kiyama. Ina maana kutetewa kwake ni kabla ya kuingia wapi? Ndani ya moto wa jahannam. Kwa hivyo maashara almuslimin, miongoni mwa sababu zinazosababisha mtu kumchukia mwingine ni kiburi tu peke yake. Kwa sababu gani mimi nimesoma paka mahali fulani, lakini mbona mimi nikiingia sitambulikani? Sawa, mimi nimetoka tauni fulani, au mimi nimetoka kabila fulani, au nimetoka nasaba fulani. Kwa nini fulani lakini akiingia yeye watu wanamtambua, mimi hawanitambui? Basi akaanza kukuchukia tu bila sababu yote ya msingi. Sababu tu ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akieleza kuhusu kibri, kisha sahaba akamuuliza, akamwambia Rasulullah, mmoja wetu apenda kuvaa vizuri, apenda kuvaa nguo nzuri, apenda kuvaa viatu vizuri, hii itakuwa ni kibri? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mzuri anapenda uzuri. Ni nini kibri? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kibri ni mambo mawili. Ukijiona na mambo mawili wewe una kibri. Ni nini na nini ya Rasulullah? Akamwambia ni kukataa haki baada ya kuiona na kuijua kwamba hili ni haki, na vile vile kudharau watu. Toka mtu kuuliza kabila gani wewe? Yani wale tu hao. Wewe kwenu wapi? Toka kaunti gani? Nilijua tu mimi. Wana sasa, ukimwona mtu na maradhi haya, basi huyu ni mtu ambaye kwamba akona kiburi. Kwa hivyo maashara muslimin, katika mambo ambayo kwamba yanayosababisha watu kuhusudiana ni kiburi. Kujiona kwamba ukishajichukulia kwamba wewe ni bora zaidi ya kuliko mwingine, utakubali mwingine kushinde? Huwezi kukubali. Huwezi kukubali fulani awe juu zaidi yako, huwezi kukubali fulani awe anasikika zaidi yako, kwa sababu yale ya maradhi ya kiburi ambayo kwamba yaliyoko ndani ya. Angalia, walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, law hi Qurani ingiliteremshwa, au kwa nini ni Qurani isiteremshwe mmoja, yani sehemu mbili, imma kama ulama mufassirin wanasema imma atoke mtu kutoka Makka, tena yeye ni mtu adhim, mtu wa maana, mtu ambaye kwamba ana sulta, mtu ambaye kwamba ana mali, si kama huyu Muhammad, mtu masikini, mtu ambaye kwamba hali yake taabani, mtu amezaliwa akiwa yatima wa baba na mama. Itakuwaje atuongoze? Hapana. Au ama ateremshiwe hii Qur'ani mtu kutoka sehemu za Taif. Kwa hivyo angalia, wana mchallenge Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini hii ni Qur'ani imeteremshwa Muhammad? Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni bora zaidi, ni watu masanadid, ni watu ni mabwana, ni watu wana nafasi. Kwa nini ateremshwe mtu masikini, chunga mbuzi, chunga kondoo? Haiwezekani, hatuwezi mfuata. Nini? Kibri, kuona kwamba wao ni bora kuliko wengine, na ikawa ni sababu ya kuweza kumhusudu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyokuwa wakisema ahaulai manna Allahu alaihim min bainina, yani hawa waumini yani wamekuwa ni bora zaidi kuliko sisi? Hapana. Vile vile ulama wanatuambia ni hubu riasa wal jaha, ni katika maradhi makubwa nayo haya, maradhi mtihani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuondoshe mtu kupenda ukubwa, tasaddur, kuonekana. Kwa hivyo ikiwa kuna mmoja anaeleza, anasema kuna sehemu, sitaki kutaja nchi wala sitaki kutaja pahala, wanasema wakienda mathalan wakihudhuria mashekhe, kama kuna kitu fulani kinafanyika, asema wallahi ikiwa hutotambua mmoja baada ya mmoja kwa wale waliokuja, mwakani hawaji. Sijui mnaelewa? Tuseme kama tuna harusi mathalan, ama tuna hadhara ya maulidi, au tuna jambo letu, wewe angalia safu mwanzo mpaka mwisho, uandike majina, umtaje mmoja baada moja, wallahi ule utakayemsahau mwakani haji. Ni hubu riasa ama waljaha ama atasaddur,
utaka ukiingia, yani utakana tena. Kuna watu wana maradhi ya hiyo mahali kuna hadhara kuna nini, haingii mapema, atachelewa ili akiingia kila mmoja afanye nini, amuone, kisha mwerevu atakakule nyuma kusudi tu angalie tu, yani watu watabihave vipi, wakimwona atajua watu wainuke, basi ndio raha yake. Hawezi kumwona mahali ataingia mapema kwa sababu anajua ile heshima yake hatoachwa. Kwa hivyo ukiwa uko na maradhi kama haya sasa, na kuna wengine hujua watu ni tofauti, kuna mwingine akutambui amekaa pale, muacheni akae, yes ni yajifanya yeye yuelewa zaidi, achana naye. Sasa kwa nini mtu kufuata kabisa, na mkuniona nimekaa pale, na wewe kama ukujijua kwamba nafasi yako ni hapa, ukaja. Kwa hivyo maashara muslimin, ukimwona mtu ambaye kwamba anapenda umbele, anapenda kutangulizwa, na asipotangulizwa basi atawachukia wote wale ambao kwamba, na atalitia ila kabisa, atalitia doa lile jambo. Jambo gani basi nawe ilikuwa hivyo hivyo tu, sauti gani nawe. Tunaona maradhi baadhi ya watu kuyapinga mambo na kuyahusudu mambo kwa sababu wao hawakufanya nini, hawakutangulizwa na hawakutangulikana katika jambo kama lile. Vile vile maashara muslimin, katika mambo ambayo kwamba yanayosababisha watu kuhusudiana ni mtu kuchukia, ama ni kwa sababu nafsi yako ina uchafu ndani yake. Sawa, nafsi yako huku itaka kuitakasa, basi itakupelekea wewe kila unayemuona unamwona takataka tu, na kila unayemuona unaona kwamba huyu bado atainuka mtu, ataeleza, atatoa rai, atatoa fikra. Maneno gani basi amezungumza nini? Kwa sababu nafsi yako ina khabath, ina uchafu ndani ya nafsi yako, ndio maana ikakupelekea wewe ukaweza kuhusudu watu wengine. Vile vile ulama, sababu ya 5 wanasema ya kwamba ni asakhatu ala qada'illah, mtu kutoridhika na kutokubali ile qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopita. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatufundisha katika haya maisha, ukitaka kuishi salama, kuishi bukheri wa afya katika haya maisha ya kidunia, muangalie yule aliye chini yako, muangalie aliye chini yako. Mathalan wewe ulipo mshahara shilingi 1500, kuna mtu mwingine hata hiyo 1500 haijui, hawezi shika kwa mkono. Sawa, yani ashike 1500 hivi iwe ni yake, wallahi itakuwa kama Eid hiyo siku. Lakini wewe ukiangalia kwamba kuna mtu ambaye kwamba anailipwa laki, na ukiangalia unalipwa ngapi? 5. Kuna 5 ngapi katika laki? Sasa ni maisha gani sasa haya? Sawa. Au kuna mtu ambaye kwamba mathalan yeye alhamdulillah yovaa vizuri, inshallah akiingia mahali atangulizwa, lakini huyo ukiingia pale hata utambulikani kama. Badala uangalie kuna mtu ambaye kwamba hawezi kutembea na miguu yake, sawa, mpaka katika ile wheelchair atembezwe ndio ataweza kutembea. Lakini unaangalia kwa nini yule alipoingia ametangulizwa, mimi nilipoingia sikutambulikana. Lakini ukuangalia kwamba kuna mtu ambaye kwamba ni mwandawazimu sahihi, iko amewekwa kule hospitali kwa wandawazimu, lakini wewe hauoni. Kwa hivyo ukikosa kuridhika na kile alichokupatia Mungu, wallahi utaishi maisha taabu sana. Yani mimi wanasema kwamba ikiwa hautaki kukubali kuishi yale maisha ulionayo, hata mimi utoa mfano ya wale watu wenye kuchukua simu za kulipa mdogo. Ni nini sasa? Viki zote ni za nini? Ni kwa sababu wakati huna kununua simu ile ambayo kwamba unaitaka, ina maana hujafikia maisha yale, si ndio? Wewe chukua tu ile simu ambayo kwamba unaweza kufanya nini? Kuimiliki kwa wakati ule, ununue umalizane nayo. Lakini kwa sababu unataka kuishi maisha ambayo kwamba si yako, hutaki kujikubali yale maisha ulionayo, wallahi utapata taabu sana. Sasa umepata pesa, ukiangalia nyumbani toke ni maisha. Sawa? Watoto hawajafanya nini? Hawajakula. Simu nayo imefanya nini? Imezima. Utafanya nini? Utatia kwenye simu, utatia token, utalisha nyumbani familia. Ukiangalia pesa yenyewe hali yako taabani. Kwa yote ni nini hayo? Kwa sababu hutaki kujikubali yale maisha ambayo kwamba uko nayo. Kwa hivyo maashara muslimin, ni mingi ya kuzungumzwa juu ya hasad, madhara yake. Inshallah taala tutaendelea khutba ya Juma inayokuja, tutaona madhara ya hasad ya yule mwenye kuhusudu. Mwanzo yeye mwenyewe, wacha yule mwenye kuhusudiwa, wewe mwenye kuhusudu pia na madhara. Kisha katika mujtama, hasad ina madhara gani katika
katika mujtama. Kisha vile vile tutaona ilaji ya kuweza kiwewe na maradhi, katika maradhi ya hasad Mungu amekuonja, nitafanyaje ni ili niondokane na maradhi kama haya. Pia tutaeleza, na tutaeleza pia ruqya ya wale ambao kwamba waliopatikana na hasad, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona mtu labda, ama ukiangalia kama mimi kama nimeusudiwa, labda sasa nitafanya nini? Nishausudiwa, si hasidi, si usudi watu, lakini nimeusudiwa. Pia tutaona ni namna gani sheria ilivyotuelekeza kuweza kujitibu kutokana na hasad. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul